kuhubiri, ndipo tunaambiwa katika hivyo. Acha nimkaribishe Pastor Andy kwa sababu ya kuweza kuombea matoleo haya katika jina la Yesu. Tusimame wale ambao tumeketi tafadhali, tunapoheshimu maombi katika jina la Yesu. Baba Mwenyezi Mungu, uketie katika kiti chako cha enzi, tunaliheshimu jina lako, tunakutukuza maana wewe ndiwe Bwana. Asante kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, asante kwa ajili ya matoleo haya, na kabidhi mikononi mwako, ibariki maana wewe ndiwe Bwana. Asante kwa wote ambao wametoa hata kwa simu. Baba uonaye katika siri, unajua yote, naiunganisha pamoja ndani ya madhabahu haya, wakabarikiwe, wakainuliwe. Mdudu anayeadhibu mashamba yao, anayetoboa mifuko yao, nami namtenda nyara nikibomoa nijaribu katika jina la Yesu Kristo. Kitukuze maana wewe ndiye Bwana. Kwa Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Kila mtu sema amen. Amen. Yesu makofi. Amen. Asante. Bila kupoteza wakati, tumlete mtumishi wa Mungu katika madhabahu. Karibuni vijana, kwa sababu tuletea mtumishi wa Mungu katika madhabahu. Pigia Yesu makofi mazuri. Piga makofi. Amen. Haleluya. Amen. Furaha ile kama hapa siku ya leo. Nikirudi katika Waswahili hawakukosea waliposema ya kwamba milima haziwezi zikakutana, lakini binadamu wanaweza kukutana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilipopokea ujumbe ya kwamba ibada ya vijana na kualika, sikuchelewa kujibu nitakuja, kwa sababu nilijua ni kazi ya Yesu Kristo. Haleluya. Na naamini Bwana ametenda ishara katikati ya wiki, sababu nilialikwa kitambo karibu nisahau. Ila Bwana na amekuwa akinikumbusha kila saa na kila dakika. Maanake maandiko yanasema tuzidi kumkumbusha. Si hata amesahau, ila tuzidi kufanya nini? Kumkumbusha. Nashukuru Mungu sana kwa huo uwepo. Tuketi. Wakati nilipoalikwa nilisema sitatembea peke yangu. Nimetembea na dada mwenzangu kiroho ambaye alikuwa amewajulisha majina wale ambao wamefika. Anaitwa Madam Belinda Wanyango, nami naitwa Mati Otieno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usianze kujiuliza maswali, kwani wote ni Majaluo? Usijiulize maswali. Haleluya. Manake jibu na ningependa kunena nawe mchana wa siku ya leo, wewe ambao Bwana amekujalia neema ya kutanika kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiangalia katika kitabu cha Waebrania inasema, na kila wakati tukutane kwa pamoja tukisemezana neno la Bwana. Na mchana wa leo, heri wewe ambao umeacha kazi zako ukaacha mali hapa kwa sababu mishale pamoja. Haleluya. Asifiwe. Nikienda kwa mambo mengi sidhani kama nitakuwa niachia. Fungua nami kitabu cha Yohana Mtakatifu. Mlango wa 15. Mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kule ambapo wanakuwa naishi kuambia vijana, ukipata soma, hata kama ni lugha ya kwenu soma. Manake malaika wako hapa watatafsiri hiyo lugha. Hata kama umepata soma. John chapter 15 verse 1 to 3. Okay, nasoma kwa uwezo wa Bwana. Yohana 15 kuanzia 1 nasema hivi: Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima.
2. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo kulisafisha, ili lizidi kuzaa. 3. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno mliloambiwa. Bwana bariki hivi. Inashika kichwa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, you are so mighty that we need to adore Jesus Christ. Asante kwa sababu ya neno hili Bwana. Ninapoenda kulifafanua Mfalme, uwepo wako Bwana ukae pamoja nasi. Ya kwamba neno hili Bwana litubariki, lituponye, litukomboe, lituweke huru, lituondolee dhambi kwa sababu ni Mfalme. Bwana mabwana, bariki hata kila mmoja ambaye anaenda kulipokea. Ya kwamba lianguke mahali ambapo pana rotuba. Mfalme, nasema tu ni asante. Asante kwa wema wako, kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Huyu ni Yohana anayenena Injili. Ukumbuke Yohana ananena vile dunia ilivyoumbwa, maana aliongozwa na Roho Mtakatifu, na mchana huo leo ananena katika matunda. Je, unajua ni kwa nini Mungu alitumia mifano mingi katika matunda? Lakini siku hii leo nataka nikuambie ile Injili ambayo Yohana ananena katika matunda. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda kuliondoa, na kila tawi ndani yangu lizaalo matunda kulisafisha ili lizidi kuzaa. Siku hii leo nimekuja nikutangazie wewe baba yangu, mama yangu, wewe kijana yetu na dada yako. Je, ni tawi gani ambalo limetaa ndani mwako halina matunda hata kidogo? Ukijaribu kufanya jambo inakuwa ni vigumu. Hilo ni tawi ambalo limetaa ndani mwako, lakini siku ya leo Baba analiondoa. Amen. Amen. Praise the name of the living God. Ya kwamba kila tawi lisilozaa matunda kuliondoa. Praise the name of the living God. Amen. Nilifurahishwa sana na ujumbe wa asubuhi ya kwamba kuta ya Yeriko ilibidi wale watu waende wazunguke ule ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Wazunguke mara 6. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Mungu alijua kuna jambo fulani ambao wanadamu wanakaa wakihangaika wakiomba juu yake na halitimii. Na siku hii leo nataka nikutangazie, uweza katika maisha yako umekuwa na ndoto mbaya. Hilo ni tawi ambalo sio nzuri ndani yako. Siku hii leo Baba amenituma nikutangazie, hilo tawi linaondolewa kwa damu ya Yesu. Amen. I wish ningejua Kizungu ningehubiri kwa Kizungu. Nilisoma mpaka form 2 lakini sikujua Kizungu hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I wish ningejua. I'm the true vine and my father is a gardener. Bwana Yesu asifiwe. Every branch in me that does not bring fruits, I will cut it off. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda kuliondoa. Je, umekuwa ukitafuta kazi kwa muda mrefu na utakuwa ukifanikiwa? Siku hii leo hilo tawi Baba analiondoa ndani yako, analeta tawi la kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamepata kazi lakini hizo kazi wanafinyiliwa sana. Ukiangalia mapato hata hayawezi kuridhika maisha yako. Ukianza kugawa, ukipokea mshahara hata hakuna chenye unatuma nyumbani. Nikiangalia kwa savings account napata mko na loans kwa insurance. Nikiangalia kwa savings account napata mko na loans za asola. Nikiangalia kwa savings account napata mko na Fuliza. Lakini siku ya leo Baba amenituma nikuje nikutangazie, kila tawi ndani yako lisilozaa matunda nitaliondoa, na kila tawi lizalo matunda nitalisafisha. Mimi Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda huliondoa. Wengine ni kuzika mwaka baada ya mwingine. Ukiangalia kuna mtu mahali hapa ambaye nasikia walizika, nisikia wamezika. Ni kwa sababu kuna tunda ndani mwako, ndani mwako
Hamtazika tena mwaka baada ya mwaka. Na tena tutaruhusu mauti itawale maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Solid Rock Church. Bwana Yesu asifiwe. Haya madhabahu hayatakubali mwende muziki tena. Haya madhabahu hayatakubali mwende muziki tena. Haya madhabahu hayatampeleka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipopokea ujumbe wa kuja, nilikimbia kwa rafiki yangu mwingine ambaye tushiriki na yeye. Nikamwambia kuna mahali nimeandikwa, naomba tuende unisindikize. Akaniambia, unajua bwana, kanisa letu nalo tukubali. Nilimjibu hilo moja. Yesu ambaye tunaabudu si Yesu wa dini. Oh yes. Amen. Yesu tunayeabudu si Yesu wa mtu wa kabila. Yesu ni wa kila jambo. Sisi sote tu sawa mbele za Bwana. Na anasema kila tawi ndani yangu lisiyozaa matunda kuliondoa. Kila watoto wako tangia walipanga kusoma wanafanya lililopanga saa 7 usiku, lakini hawajawahi fanikiwa. Hilo ni tawi mbaya ndani yako, na siku ya leo Baba anasema Amen. Wanasoma kwa bidii mpaka wanashika kichwa. What is biology? The study of living things. Hata usingizi kikuja wanafikia. What is story? Story is the man past events. Lakini hawajawahi fanikiwa. Ikifika kwa mtihani wanakuwa vipofu. Lakini siku ya leo Bwana anasema kila tawi ndani yako lisiyozaa uliondoa, na kaleta tawi la ufanisi. Amen. Amen. It's true. Waulize wako wapi? Wanasoma kwa bidii sana. Hata shule wanakosa nafasi ya kwenda kucheza. Busy study. Wanakalkulate hesabu A+2 is equals A+2 or is equals A2. Wanaweza sifiwe. Pi r square. Wanaweza sifiwe. Lakini hawapati chochote. I tell you the truth. Wakifikiri yani tumefanya imekuwa nyepesi. Kumbe shetani amejitukuza kwamba wewe unajifanya hilo ilikuwa jibu. Tulitwist akili zako. Ni nyota ya mtoto wako ilipokolewa na ni tawi ndani yako ambalo halizai matunda. Siku ya leo Bwana anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda huliondoa. Na tawi linaondolewa. Anataka utaki liondolewe. Anataka liondoa. Anataka kitana ndio. Hakuna wakupinga. Hakuna silaha. Nitakaya kutoka kwa maisha yako. Nitakaya kwa huyo. Nikituma kwa njomota. Nitakaya kwa njomota. Hallelujah. Amen. Praise the name of the living God. Acha nikwambie mtu wa Mungu. Ndoto mbaya isikushtue. Ukiona ndoto unakimbizwa na visu, isikushtue hata kidogo. Ni tawi mbaya linaondolewa leo. Bwana Yesu asifiwe. Chini ya haya madhabahu Solid Rock Church, leo wanaenda kuondoa hizo ndoto mbaya. Analeta ndoto zilizo na utukufu. Ndoto ambazo Yosefu aliota. Ndoto ambazo zilikuwa na mafuta. Ndoto ambazo zilikuwa na utukufu. Haleluya. Mimi wanachukia vitu vingapi? Wa kwanza mchawi. Mimi simpendi. Kwa nini simpendi? Ilifika kipindi nilitembea na babangu Kenyatta for 3 years bila kupona because of cancer. Tukasema ni magonjwa. Baridi ya kule ikanikula. Kuna kule mbu wanakaa kama mtu kubwa. Wewe hata kisimama pale unamuona. Walinisumbua sana. Zile enzi ndio nilikuwa nimeingia katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa nimeanza kuhubiri venye na hubiri hii. By mistake mamangu akakuja akanidanganya na kuona kumbe ndio kukufa na kufa. Wakati mamangu alikufa,
nililaani, nikasema ndio kifo cha mwisho. Mtu wa kwetu kufa magonjwa isiyojulikana. Ni kifo cha mwisho kuzika tena mtu ambaye amegojeka, unless ni mchawi. Hata kama ni babangu mchawi yakufe tu, mimi sijali na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Isipendi mchawi na mpango wa kando na mshirati. Pastor, unajua kicheki kuna maana? Kuna mpango wa kando. Ndugu safi. Kama ni vigumu tutaleta kunguru watakukula kwa kitanda. Tutaleta mrugenge. Kama wewe ni mpango wa kando, hilo litawimana ndani yako. Enda uliondoe. Lazima uanzie leo. Ukutane na mende kwa kitanda chako. Sikia, kama wewe ni mpango wa kando, nasema T-O-K-A, toka. Toka. Usiku. Kunguru wakukule usiku peke yako. Fikiria ni mchezo. Sasa mtu akikuja kwambia nimekulwa, mwambie ndio kule zaidi. Hadi utoke kwa mpango wa kando. Bwana Yesu asifiwe. Sipendi mipango wa kando na mchawi. Ikiwa kwenu unajua kuna uchawi na wao unajumuika nao katika vikao vyao, ikifika wakati wanaitisha pesa fulani, ni kwa sababu wanaleta mzee fulani ambaye mjui mara ambapo ametoka, wameleta mzee fulani ambaye mjui mara ametoka, na wao wanajumuika nao. Unatoa pesa zako unapeana, unanunua vyakula unapeleka, tena unakula pamoja nao. Siku ya leo nasema T-O-K-A, wacha ama toka. Lazima utaenda kula hiyo vyakula na utakufia huko hata uache mchao. Haleluya. Amen. Hilo ni tawi mbaya ndani mwako. Bado sijafikia matawi mazuri. Bado niko kwa tawi mbaya ndani mwako. Mchawi mimi hata sipendi. Sijui kama kuna mwingine mwenye anachukia mchawi kama mimi. Mimi wanapatianga mchawi option ngapi? Kama ako hapa, akonfess. Asipo, asifike bali kwa ile barabara na apigwe na gari ya kufia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana anasema akirie dhambi zake atasamehewa. Na asiyekiri atakufa siku kifo cha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuanzia leo piga hesabu ni roho gani inayotawala kwenu na uko ndani ya hiyo roho na hujaifahamu vizuri. Ikiwa ni roho ya uchawi inayohusika ya kwamba wakati mke au msichana anapopata mimba anaambiwa njoo nikuchunie madawa, njoo ukunywe dawa fulani, njoo tunataka tukuone, njoo sijui tunataka tufanye nini. Jua ya kwamba hiyo ni roho ya giza inayotawala. Maanake hakuna msichana yeyote ambaye anaweza kapatiwa dawa ya kienyeji akiwa mjamzito. Hakuna. Hiyo ni kuhatarisha maisha ya msichana, sababu ni kama sasa kufanya abortion, sababu hiyo mimi itatoka. Bwana Yesu asifiwe. Hilo tawi ambalo liko ndani yako na kwenu, siku ya leo Baba anasema analiondoa, anajenga tawi hilo la utukufu, tawi hilo la utukufu, tawi hilo la neema, tawi hilo la utukufu wa Bwana. Hilo tawi hilo tawi linalohitajika. Amen. Hata kinyime amen. Najua mtu mwenye ananinyime amen ni mpango wa kando na pia ni yule ambaye kwao ni mchawi. Sasa ukininyime amen najua ni mpango wa kando. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena ni mpango wa kando. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpango wa kando. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Mpango wa kando hizo bora. Hivi anasema sasa kama mtu anaongelea nini? Wacha nikwambie.
nikiingia katika wokovu, kuna mahali nilienda kuhubiri kule Nairobi, Manyanja Road. Wakati nilikuwa nahubiri kule, nikawa na laani mipango ya kando. Na mtu mwingine akasema kule nyuma, ambalo nilisikika, na tulikuwa kwa kelele, so nilisikika na alisema na mdomo, si kipaza sauti, ya kwamba ako Pastor Kayundo kanaongea nini kuhusu mipango ya kando. Nikaitwa Pastor Kayundo. Kutoka hiyo siku nikafurahia jina Pastor Kayundo, maana yake ninakonga mipango ya kando, narudi kwa wazao. Amen. Utashangaa. Hapana, huyo ni evangelist. Pastor ndio huyo hapa. Yeye anakuja kupanguza machozi akikwambia unajua yule alikuwa mwinjilisti tu. So, mwenyewe sababu mwinjilisti analokoka vile anataka. Pastor hapa atafanya kazi. Yule ni mwinjilisti pia atakupatia. Bwana Yesu asifiwe. You know, as evangelist, na nitakwambia tu ukweli. Utakasirika lakini nikwambie ukweli na ukuweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Uko na neema tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wenzangu, mipango ya kando uacha. Uko na tusichana zaidi ya 5. Mmoja umesema sweetheart, mwingine ni babe, mwingine ni honey, mwingine ni melon. Hata mwingine usiseme orange. Bwana Yesu asifiwe. Kuchezea wasichana wa wenyewe maisha tuachane nayo. Tubaki na huyo mtu. Tubaki na huyo mtu. Maana anasema msichana atamwacha mama yake na wazazi wake, ataenda kwa bwana yake na watakuwa mwili mmoja. Sasa ikiwa unatafuta mwingine akuje 2 in 1, wataitwa aje? Tuachane nayo, si ndivyo? Yes. Kijana, usinichukie lakini si ukweli. Ama tuanze confirm. Yes. Ziko anasema huyu ni babe. Hata kiona zima anajua huyu ni babe. Alafu kuna sweetheart. Kwanza wenye hawajaoa anajua babe, sweetheart, honey, hizi vitu kama hizo. Ni ujue ni tawi mbaya sana ambalo liko ndani mwako, nitakana limolewe. Hata kama ni madhabahu ya kweli. Wacha nikwambie, kuna madhabahu mengine ama familia zingine ziko na madhabahu ambayo hata watoto wakizaliwa wanaanza kujenerate yale madhabahu. Unapata duka alikuwa na bibi 3, na baada ya kuwa na bibi 3 alizaa watoto 25. Na kwa watoto 25 wote wakakua. Kijana wa kwanza akawa bibi 5 na akakuwa na watoto 25. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata ni generation baada ya generation. Ni madhabahu baada ya madhabahu. Lakini siku ya leo kuja kila madhabahu ya jamii. Jenga madhabahu ya Yesu Kristo ndani mwako. Madhabahu ya yule na tawi nzuri. Madhabahu ya zao la tunda. Haleluya. Amen. Madhabahu. Naye nyanya aliolewa na babu 4. Msichana akaenda kaoleka, akaachilia hiyo ndoa, akaenda kwa mwingine. Akaenda kwa hiyo ndoa akaachilia, akaenda kwa mwingine. Akaenda kwa hiyo ndoa akaachilia, akaenda kwa mwingine. Si ati kwa sababu ya kitu kingine, anaangalia tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakuna hapa wale tanatoroka naenda kwingine. Wewe msichana wacha nikwambie, ikiwa ni madhabahu ya nyumbani kwenu inayokutawala, siku ya leo wachana nayo, usiku wachana nayo, tulipeke wako kule usiku. Amen. Wacha kuangalia mifuko za vijana vyenye zinakaa. Na kwamba kama ana pesa unasema hata ule hapa na uradi. Uradi vitu gani? Hata mtuonee huruma. Kijana wengine ameenda mjengo kutoka Monday mpaka Saturday. Tena amecheleweshwa mshahara, amepatiwa saa 2 usiku. Anajaribu kwenda kulipa gari, kulipa gas, kulipa nyumba, chakula bado. Lakini bado unafuatilia tu hapo. Hiyo roho ishinde kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Si unaelewa kama ako naye? Na si unaelewa kama situkae katika hiyo amani. Bwana Yesu asifiwe. Kama ako nayo anajua atakupea. Na ninyi vijana mwache uchoyo. Mwingine bana dini za hakuna. Hata baba jana alichelewa na pesa tukamwachia. Sasa ni kama atalipa Wednesday. Kwa
ni uchoyo. Sababu ulikubali ukaona unaweza ukabeba hiyo mzigo. Sasa ukitoa pesa upeane wanunue chips. Wanako wanapenda chipo. Si ukubali. Tafanya kule chipo. Si ndio? Kwanza basi nitakuja kupigia huyo mtoto. Huyu amenipendeza sana. Sina kunichezea mimi kinanda. Mimi huwa naweka beat kwa simu. Alafu inagonga mimi naimba naomba, alafu nikimaliza namalizana na beat yangu na achana nafunga simu yangu. Basi na iko ibada ya kawaida. Ibada ya kawaida mimi mwenyewe sijui kucheza piano. Unaona hizi vidole ni vizito sana. Sasa mimi nacheza tu yenye mimi nachukua. Nikitaka kucheza vibaya mimi sitaki kujua. Lakini nilipoingia mahali hapa nikaangalia mwenye ananichezea piano. Nikasema utukufu wa Mungu uendelee. Cheza piano mpaka Bwana asifiwe. Utashangaa ni mdogo tu lakini akienda international utashangaa utabaki tu hapa hapa. Wewe uliye na kipawa hutaki kutumikia. Wakisema tu hivyo unaanza kujificha kwa kona. Shauri yako. Yeye atacheza piano mpaka international. Na mimi nitahubiri mpaka international. Na wewe je? Ni masengenyo? International. Ikiwa ni masengenyo tunafanya mpaka international sawa? Kuna degree yake na kuna certificate yake na diploma yake. Utapokea tu. Ani mtu anakaa tu kwake lakini kama ni usiku anapiga pesa. Sasa kesho asubuhi itafika saa ngapi? Hata kama anasema kesho asubuhi ifika haraka nataka kuamkia kwa faida. Kule kwa faida bwana, unajua kuna mambo ilifanyika huko chini. Nataka nende nimwambie venye mume wa nani alikuja usiku. Tena alikuja kama ameshika kamsela. Inakuhusia nini wewe mpendwa? Jenga madhabahu ya Yesu ndani mwako. Ujenge tawi nzuri ndani mwako. Achana na tawi baya. Haleluya. Amen. Mpaka hata jirani kula blende ina mafuta mpaka unajua. Hadi umepatiwa kibali cha kuprophesy kuhusu nyumba ya mwenzako. Lakini una kibali cha kwenda kuprophesy mwinjilisti ya kwamba mwinjilisti malaika anasema mwezi wa 7 tarehe 25 utakuwa na mkutano mkubwa sana kule Dodoma. Hauna hiyo kipawa, lakini akutabiri ya kwamba ukienda kwa nyumba ya maji na amekula leo cabbage na hiyo cabbage haikuwa na nyanya. Wewe mpendo wewe, wachana na hiyo tawi. Jenga tawi la Yesu ndani yako. Tawi lililo na utukufu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hapa basi unaona wako na vipawa. Vipawa navyo. Lakini shida ni hiyo. Hawana vipawa vya roho. Bwana asifiwe. Pole, najua ni wakanyanga. So sorry. Pole. Lakini msinichokie sawa. Wacha ni wafresh kidogo. Leo sikuwezesha kuja na vijana wako. Sababu kuna jambo ambalo linaendelea kule kanisani. Lakini next round nitabeba tu nisani mzima. Nitakuja kutoa hapo. Lakini wewe ni mpango wa kando. Wachana na mume wa wenyewe. Wewe mpango wa kando. Wachana na mke wa wenyewe. Hata vijana wa siku hizi kama tunatamani wote wa wenyewe. Na nyinyi wote wenyewe mnasema kale kijana ndio kanaweza kanisa. Yewe, mimi ni gari kubwa lakini hiyo roho ilitoka wapi? Bwana asifiwe. Si tuachane nayo. Tujenge madhabahu ya Yesu Kristo ndani mwetu. Bwana asifiwe. Ikiwa ni ndoa inayokupikimbiza hivyo, Tuambie Bwana ni wewe unayekusudia haya. Akupatie ndoa nzuri wasichana wako.
achana na hadi vitu wasichana wewe, wasichana wangu. Ndawaita wasichana wangu kwa sababu sasa ina walea kiroho. Wasichana wangu. Mtu asiwadanganye aliyenunuliwa. Kijana yote akuja kwa approach. Mwambie wakati wa Mungu ni bora. Amen. And umwambie when the appointed time of God itafika, ukuje uniambie mambo ya mapenzi. Wasaidi waongo. Waongo. Ukweli. Ukweli. Si wote. Hakuna. Kwanza wewe unasema si wote ni nani ipate sweet. Nikupe sweet. Baadaye kuna mtu alinibaia sweet nikikuja asubuhi. Nani amesema si wote nipate sweet? Niko nayo, si ati ni uongo. Nilibaia sweet mbili. Sasa si nikupe moja na nibaki na moja. Ni nani nipate sweet? Ni nani? Ameogopa kuinua. Baba akujalie neema, aondoe kila tawi mbaya ndani mwako, ajenge tawi nzuri ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi na yale ambayo unapitia. Kuna mtu hapa amepitia maisha ambayo ni magumu sana. Hadi inaweza fika kwa nyumba hata unakosa hata sukari. Ukipiga hesabu ya kwenda kuomba unaona tu hapo. Unasema Mungu, acha vile vyote kae. Hayo maisha magumu, siku ya leo Bwana anaondoa, anapanda tawi lililo na nguvu ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha nikwambie wewe mzazi ambao uko mahali hapa. Kuna mtoto wako alitusiwa. Na ukajazwa na hasira. Kwa nini ametusiwa? Acha nikwambie, hasira sio tawi nzuri. Najua yuko hapo unanisikiliza. Kwa nini alitusiwa? Hasira sio kitu nzuri. Shukuru Mungu kwa sababu leo ametusiwa, kesho ataheshimiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo anatusiwa, kesho atatafuta msaada kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hao watoto ambao ni wachanga ama sisi watoto ambao tu wachanga, tunaomba Mungu atubariki. Hata wale ambao walituchekelea na wakatudharau, siku moja tufanikiwe wa misaada kwao. Amen. Na ukibarikiwa, usione yule mwenye alikudharau ati ni mbaya, wewe msaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama mtu alisimama kwenu akakutusi kutoka kwa kichwa mpaka kwa mguu, usimuonee ubaya, wewe saidia yeye. Maana mipango za Mungu sio kama za wanadamu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, tusikuje ngumi. Oh yes. Ametusi sister, ametusi baba yangu. Leo hii hasira ni hasara. Haleluya. Haleluya. Haiwezi kukusaidia. Ambia Bwana ni asante kwa sababu unayo kusudi haya yafanyike. Ila nifanye kuwa baraka katika maisha yetu. Ili siku moja nije niwasaidie. Si ndivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utafikiria naendelea kumbe na maliza. Si nishafafanua tawi nzuri? Yes. Na mbaya. Tumefafanua na tawi mbaya, kwa nini namtaka kuitikia? Kwani tunataka tu mazuri peke yake? Simwitikie yote. Bwana Yesu asifiwe. Nimelenga kitu. Acha nirudie. Ikiwa wewe mpango wa kando, nimesema TOKA. Toka! Yeah. Ikiwa wewe ni mwanaume na unaingilia ndoa ya wenyewe, nimesema WAHA. Wacha! Lazima burukenge usiku wa manane waanze kukula nywele uamke ukiwa kipara kama mtu mwenye anagonjeka ile ugonjwa anaitanga kansa. Wamekupeleka chemotherapy mpaka imemaliza nywele yote, uko kipara, unakaa mzee na uko na miaka 20 tu. Situachane na mipango yenyewe. Hata wengine najua tuko tu hapa tumewekwa na wanaume wenyewe na wanawake wenyewe. Tuache kuwekwa. Tujenge boma letu na familia zetu. Kwani Mungu alikuwa wapi yule mtu akijenga boma lake? Wengine tukitoka hapa tunaanza kusema unaona ile ndio fulani iko na miaka 28. Huyo mke ajaenda kwao, anaendaga tu kutembea, anarudi. Hata wamekaa kwa amani. Si hata yako iko na amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua wengine nao waliolewa na waume ambao wako na hasira sana, hata wanachapwa sana. Ikifika tu unasema baba boy hakuna kiberiti. Na wewe hizi na kazi. Baba boy mtoto ametisha shilingi 20 za activity. Sasa nifanye nini?
nifanye nini? So baki hapo na mtoto wako, kwani shilingi zinafika? Hiyo roho Baba anaiondoa siku ya leo, anakupatia ndoa ambayo iliyo na utukufu wa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hii ya leo nataka nikutangazie ya kwamba katika habari ya tawi ambalo ni nzuri, mti ulio na tawi nzuri ni mti ambao unanawiri kama mzabibu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi nimekuwa nikifanya experiment ya mzabibu na nikakuja nikafaulu. Kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza panda mzabibu na mahindi pamoja. Mahindi yanawiri vizuri lakini mzabibu kwa. Ni kwa nini? Ama mjaiwa ama upate mzabibu uko mahali pazuri na mimea zingine, lakini pande moja unakaukaa katikati huku, alafu huku kuendelea. Na ujue huku kwenye kutaendelea hakutazaa matunda. Mchai pate experiment. Yes. Mwende mfanye. Na kama una mzabibu mniambie niwaletee mbegu za mzabibu mwende mfanye. Kwani ni vibaya. Sina kwa na matunda. As sweet as honey. Yes. Wanaweza sivyo? Ni tamu. Nipatia babangu hapa tatu. Huyu ni babangu kiroho. Na tena ni babangu mzazi. Ukimpatia tatu anakula anasema Yesu asifiwe. Nimeongea kitu nzuri. Nimejaribu. Yes. Unipigie makofi basi. Pango wakati usinipigie makofi. Yes, mzabibu. Tukae kama mzabibu ambaye uko na matawi mazuri, mzabibu ambao unatoa matunda. Na ukikula matunda ya mzabibu ni matamu. Na pia ukumbuke neno la Mungu ni tamu kama mzabibu. Na tena maandiko anasema neno la Mungu ni tamu kama asali. Yaani utii. Amen. Bwana asifiwe. Wamtumainia Bwana. Hadi Injili. Bwana asifiwe. Nikianza kutafakari matendo makubwa ya Injili, thank you. Hadi nafurahia tu. Pale ambapo nimetoka nyumbani. Bwana asifiwe. Kuna mtu anajiuliza sasa, penye nimetoka nyumbani. Kwa kijana ambaye anatumia mihadarati. Sababu mimi nishaitumia. Bangi ni nzuri kwa sababu hauna hekima na maarifa. Ni tamu. Na pia ukikaa nao watu tena ni vizuri kwa sababu una laki hekima na maarifa. Ni tamu. Wanaweza sidiu. Ni tamu sana. Mimi nilitumia ilikuwa tamu by the way. Hiyo wakati nilikuwa nimenona. Si uongo, nilikuwa nimenona, nilikuwa na pesa. Na siku anafanya kazi nyingine, kutoa mchanga kwa maji. Kwa Biblia anasemanga aje? Kuyoka. Wanaweza zidiu. Kutoa mchanga kwa maji. Unatoa leo au unapiga target. Leo nitakana nitoe pikapu moja. Kesho asubuhi by saa 4 uko umemaliza kubeba. Alafu kuanzia saa 8 mpaka saa 11 umetoa pikapu nyingine. Kesho yake mpaka saa 4 umemaliza kubeba, umefikisha kanta hiyo moja. Hiyo siku ambayo umemaliza kubeba, ikifika saa 7 umeitisha gari ije imebeba, uko na pesa. Kitu ya kwanza unaona bana. Kwani nini nyingine kama inakupatia nguvu ya kutoa ile mchana? Wanaweza zidiu. Hadi imekupatia nguvu fulani So bangi ni mzuri pia. Inasaidia. Lakini sikiliza hilo neno. Usiharibu ujana wako kwa sababu wengine wanafanya. Wanaweza zidiu. Usiende kuvuta kwa sababu wengine wanavuta. Usione ati mtumishi anaweza kabeba hii na mkono moja na wewe uende ukuje bangi ili ukuje ubebe na mkono moja. Itakuumiza wewe. Wanaweza zidiu. Itakuumiza. Unajua bangi si ile yenye inatoanga moshi peke yake. Hebu nione wale ambao wanatamani kuwa mitume, maaskofu, evangelist, pastors. Upcoming preachers kama mimi, upcoming evangelist nione. Pastors umeona? Pia unajua inafikanga mahali wanamtaka bana. Ukweli. Kwa sababu wakati unaanza kuwalea kiroho, inafika mahali wanakuwa na kiburi. Kwa hiyo kiburi wanatoa wapi? Uko bani?
Sisi nikupatie hiyo switi yako. Uko na mtoto? Hiyo switi yako uko na mtoto? Sote nikupatie basi hiyo switi utapatia mtoto. Bwana asifiwe. Ndio kwa bana. Na si ukweli. Bwana asifiwe. Sikuambia. Bwana asifiwe. Wakati unapokuwa kiburi katika mtumishi wako anayekulea kiroho, ujue ni bangi. Na hiyo bangi kitabu itoke kwa akili yako, mafuta ambayo yalikuwa shaya mwaga ndani yako yanakuwa yamemwagika. Bwana asifiwe. Kuna mafuta ambayo watumishi wanatianga ndani mwetu. Na ikiwa tunateleza kidogo turudi nyuma, yale mafuta yanamwagika yote. Na ishingi kutoa mfano ya kwamba unaweza ukakaa kwa mlima ukiomba for 3 years. Ati Baba nijaze na upako. Baba unitawale, uninue Bwana. Nikuwe na nguvu kama mafuta wetu. Nikisema tu ishinde mapepo inaanguka kule. Hadi umekaa kwa mlima kwa miaka 3. Mungu anakupatia anointing kanatoshania hapo. Yaani miaka mingapi? Ukumbuka unakaa huko usiku na mchana. Ai jameni. Lakini ukumbuke hiyo miaka 3 yote ambayo umejisumbua ukienda mlimani kutafuta uso wa Bwana. Ukiteleza tu venye nimesema, tunakuanga vichwa ngumu, tunaachana na mambo ya wazazi, tunasema huyo ajui kulea, anakatalia vipawa vyetu. Ukiteleza tu kiachana nayo, hiyo ndio umetafuta na miaka mingapi? 3. Inaisha yote hiyo siku moja. Haiwezi kaisha ati siku pole pole. Siku moja. Kama ulikuwa mtu ambaye umeokoka, kama wewe ni mvulana, unaanza kukaa ndio unafungia hapa. Kama wewe ni msichana, unaanza kuvaa zile vitu ambazo kama ni matiti imelala, lakini unanunua zile bra za chuma, unazisongeza pale juu. Unaanza kuvaa mini skirts. Sorry, ningetamka neno mbaya. Ningetamka neno mbaya. So sorry. Sisi wainjilisti, Mungu atusaidie jamii. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unaenda kusuka style ya pesa. Baka tu kikuja hapo hodi pasta vizuri. Kwa sababu kuna kingine umeweka hapa hivi. So unafanya hivi. Ana kuoni. Umepasa umekuwa hapo. Alafu wanakuja na ile lugha nyingine ya shek. Unajua basi hapo kama. Unajua alikam, lakini alikuwa na nyoto zake. Alikuwa amejangori leo. Ukiona mwenye alipiga zile vitu, alizikanyaka. Hiyo sio tawi nzuri. Hiyo sio tawi nzuri. Bwana asifiwe. Aki pole. Kama nimeongea kwako, aki si kwa ubaya ama ati nimetoa mfano, aki sio kwa ubaya, aki pole tu. Lakini napanga tu kuropoko hivyo kama chichi. Bwana asifiwe. Haleluya. Nao mama anajiinua kabisa au ndio kusema. Hizi mama assembly, tizamka bila hivyo. Mzako, mazako manani hizi ndimu. Bwana kusala tutake kusala. Hizo kuyo kwa sauti. Alikali. Bwana asifiwe. Kujionyesha kwako hakuna manufaa mbele za Bwana. Fanya vitu kwa utiifu wa Yesu Kristo. Jenga matawi yaliyo na utukufu wa Bwana ndani mwako, naye Bwana atakuonekania. Chochote unachotaji Bwana atakupa. Maana anasema ombeni lolote mtakalo, nani mtapewa. Bwana anasema usifanye maneno kwa sababu ya akili zetu sisi wenyewe. Haleluya. Haleluya. Nikimalizia jana poleni. Sijui kama mtanialika tena. Vijana. Lakini mimi napenda mikutano za vijana. Amen. Hata mko na evangelism, mko na open air, mkinialika nitakuja. Amen. Yes. Pia hata atuende evangelism peke yake, pia seminar kama hizi. Sababu unajua leo sijahubiri. Bwana asifiwe. Leo sijahubiri. Leo nimehubiri. Leo nimefunza. Haleluya. So kwa seminars pia watu nakuja. Na sio lazima nikuje nihubiri, hapana. Hata naweza kuja pia mimi nifunze. Kuna watu hapa wamepakwa mafuta like that man of God ambaye amekaa kule.
amekaa kule, lakini kuna jambo anaweza akatufunza hapa kwa madhabahu yala ambayo sijui. Amen. Bwana asifiwe. Atakuambia kwamba ikiwa jameni, kwa nini jameni Mungu, kwa nini ulinipatia injili? Hali napatwa na ugumu wa kuhubiri injili. Lakini sote niseme tu nitoke. Atakwambia ukijua kwa siku zako za mwezi usikanyage hapa kwa sababu ni mahali patakatifu. Anajua wewe hujui. Haleluya. Haleluya. Anajua mambo mengi kukuliko na amekaa kule. Lakini wewe unajua tu wale ambao anakaa mbele au wanajua sheria za Bwana, wanajua matendo ya Mungu peke yao. Acha. Kwanza mzee kanisa. Ndio tu anapata mpole fulani. Akiona ukienda hivi anataka kuona mtu atajigundua anaenda vibaya, atafute counseling, guiding and counseling. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Watu wangu wanaangalia kwa kukosa hekima na maarifa. Si wewe usiangalie kwa kukosa hekima na maarifa. Si Bwana anasema ombeni lolote mtakalo. Abraham aliomba nini? Only knowledge. Bwana asifiwe. Knowledge pekee ndio Abraham aliomba. Mbona sisi tusitishe hiyo knowledge? Tunaitisha vitu vikubwa vikubwa. Tunaenda na njia za Mungu mbaya, tunasema Bwana nibariki na gari. Nikiangalia mzee kanisa na kuja na pikipiki, na mimi hata baisikeli sina. Hata natamani wheelbarrow nipeleke nyumbani wabebe mbolea ukipeleka kwa shamba. Baba yangu naona venye babangu anasukukana kibeba kwa kichwa. Bwana unisikie tu nipate 4,000. Hata ile wheelbarrow inakuwa na taya kama ya gari. Ya kazi gani? Naomba hekima na maarifa. Amen. Hadi ukiangalia hadi ukienda mahali unapata mtu amejenga nyumba ya mabati, zile mabati ya ganshi. Sasa hapana. Omba hekima na maarifa. Kuna uwezekano wewe ukose kujenga nyumba hiyo mabati ya ganshi, utajenga nyumba mfano wa Amerika. Amen. Sababu ndoto zetu ni kubwa kubwa, si ndogo ndogo. Haleluya. Haleluya. Jamaa huyu mtambuli na injili international. Si uongo. Hata kama nitapotea Nairobi miaka yote, najua kuna mahali mpaka tutakutana naye. Kuna mahali. Hata ukinipotea, kuna mahali. Mahali ambapo utakuwa unacheza piano, na mimi mmoja mwingine nitakuwa na crusade. Lazima mmoja zaidi mwingine. Inawezekana mimi nitakukiri, nikuje crusade yako, nikuje nitakuwa na injili yako. Mtoto ako na anointing, anaweza kutaka. Haleluya. Amen. Si lazima tukuja kufunza kufinya hizi vitu. Hapana. Simulizi ukianza kufinya hizi vitu. Alafu na ujue kwa kazi utaanzaje kufanya kazi. Maybe kupanguza hii ama kuosha ama kupanga viti. Haleluya. Pia ni kazi ya Mungu. Acha nikwambie, unajua kazi ya Mungu ina makosa. Hata unaweza kwa Asha, kazi yako ni kubeba hizi vitu unaweka kwa ingine, unaweka kwa ingine, unaweka kwa ingine, unaziweka hapo sababu watu wanataka kucheza, watu wanataka kuomba, ni wakati wa ukombozi, ni wakati wa uponyaji. Unaziweka huko. Hiyo ni talaka. Na kuna uwezekano, na si ati kuna uwezekano, unaenda mpaka mbali. Hata unapata mzungu anakuita na kwambia njoo kuja kwa kanisa langu unifanyenge hiyo kazi. Kwa sababu anaona uko very chap chap. Kama ni Asha, watu wameanguka kule, unasungana na mateso. Leta liso. Haleluya. Haki mimi nimefurahishwa na hapa jameni. Ama Asha swa mali hapa Bwana. Bwana wabariki sana. Ni kauli nzuri. Inayokaa ndani kwenu. Endelee kunawiri. Endelee kuzaa. Haleluya. Thank you Jesus. Kazi ya Bwana ni kama tawi na miba. Haleluya. My dance. Unajua mimi sina kunidanzia. Cheze mpaka ile siku wakati nitakuwa kule kwa kusaidia kule Austria. Amen. Naongea niko na timu nimetoka nayo Afrika. Na wana dance vibaya sana. Haleluya. Haleluya. Wana dance vibaya sana. Hata mimi hata sijui kucheza hivyo. Haleluya. Hata mimi nikajaribu nika confuse. Nikaenda moja nikakuja pili. Wacha ikae kwa wenyewe. Amen. Hata sikivu. Ndio ni karama au chui. Aligaramika vipi akapatiwa hicho kipao. Hata kama ni mtoto. Wenda madhabahu ya nyumbani kwao walikuwa watu wa damu kwa kucheza. Na hivyo vipawa viligharamiwa na wazee, viligharamiwa na watu wa kule. So hivyo vipawa vinanawiri ndani ya maisha yao. Hata mmeruka samani. Haleluya. Oh, januka.
Huyu hajaruka. Si niliwaona. Walikuwa na share this team ndio walikuwa wanaruka peke yao. Alikuwa ananisaidia tu tukiruka tu vibaya vibaya tunaruka. Tukiruka tu vibaya tunaruka tu. Lakini my team sasa na madisi. Alafu arudi na madisi, alafu na madisi. Mimi nimepotea bwana. May God bless you so much. Hiyo nyota ingae. Amen. Na naamini hakuna dansa mwenye anacheza kama ana wimbo. Naamini mtatoa albums. Amen. Natamka kwa mchezo la siku moja mtakuja mark these things ya kwamba kulikuwa na mtu mahali alikuwa anaitwa Pastor Kanyundo. Jambo la kwanza alisema anachukia mpango wa kando. Jambo la pili anachukia wachawi. Jambo la pili la tatu anachukia usherati. Alitabiri neno kwa maisha na likafanya nini? Katimia. Hata kama sio saa hizi. Litatimia. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza chukua muda. Mtoto wetu unaweza kaa miaka hata 30. How old are you? 12. Unaweza kaa miaka 36. Kama hicho kipawa unafanya tu lakini hakina manufaa. Lakini ukifikisha 38, 39, 40 kinapanuka. Kikombana siri kuruguru. Haleluya. Momo. Wamande kuruguru. Tausi sisi wote hapa ndio. Kuna watu wana float. Sisi wote na kama hiyo simu ile nyuma. Nitakusaidia lakini. Kumbe tuko na wote jamii. Hapa. Wapo. Any another tribe kama ni Kikamba nitahitaja kwa Kikamba. Na kama ni Kijaluo nitataja. Which tribe are you? Jaluo. So mwambie usijali, lakini tunajua Tausi. Tunajua wenyewa. Kumbala. Sijali. Amen. Ikimalizia mstari wa 3, neno la Bwana linasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa sababu tawi baya lote limeondolewa na tumeleta tawi ambalo ni nzuri, tawi ambalo lina utukufu wa Mungu. Sasa sisi tumekuwa safi mbele za Bwana. Haleluya. Tumeshakuwa safi katika machoni pa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Hakika wakati tunapokuwa safi, hakuna jambo lolote ambalo linaweza likatushika. Haleluya. Maana yake wakati tunapobisha, Mungu anapata uko safi. Unajua, wacha niwaambie kitu moja. I like praying midnight. Wangapi wanaomba usiku? Kama uombi weka tu mkono chini. Na kama unaomba kama umelala kwa kitanda weka mkono chini. Kama unaomba tu usiku. Unatoka kwa kitanda, unateremka hata kama umechoka. Unajua kuna watu wengine wanaenda kazi wanachoka sana. Sasa pale penye watalala tu hivi. Hapo tu. Bwana Yesu. Bwana uniokoe, hata leo nimepita pale kwa Dennis nikapata carpet ya brown. Mimi nataka pia white. Bwana Yesu, wachawi na waganga Bwana ondoa. Hiyo si maombi. Amka hata kama umechoka. Hata ikiwezekana tembelea tu. Ufike mpaka bedroom usimame. Anza kushukuru Bwana. Pisha mbingu. Wakati wa saa 6, saa 7, saa 8 ukipisha mbingu kwa masaa 3. Shetani atatoka wapi mwenye atakutawala? Leo zizi itatoka wapi itakutawala? Roho ya ukahaba itakutoka wapi ambayo itakutawala? Si utaachana na wanaume wa watu utaolewa kwa heshima. Si utaachana na bibi za watu na utapata msichana ambaye ni bikra. Wanamwamini kuna wasichana bikra. Tembea Tanzania, bikra ni wengi. Mbona sike? Lakini ni wajanja kuliko Wakenya. Maombi ya usiku. Mimi napenda sana maombi ya usiku. Alafu maombi ya usiku yanaweza kufanya kiroho utajirike. Unaweza sipe. Unisikilize. Maombi ya usiku yanaweza fanya kiroho utajirike, lakini usitajirike juu ya pesa. Usitajirike juu ya mali. Mimi nimetajirika kwa sababu ya maombi ya usiku kiroho. Lakini kwa pesa utaniuliza siri ni gani ya kutajirika? Pia nitakujibu. Ambayo sio topic ya leo. Hata naamini maybe mchungaji amewanenea hapa siri ya kutajirika. Kuna ile kitu inaitwa dhabihu. Si tithe.
Tithe ni tofauti na dhabihu. Pia dhabihu ni tofauti na sadaka. Ibada haiwezi kaisha bila matoleo. Tithe ni sehemu ya Mungu, 10% ya kazi yako, ya ile msaada wako, nao lazima. Wengine mnajijimanga nao, mnajifinya nao na kambikia kwa 200. Acha nitoe tu 200 peke yake. Na umepata shilingi 20,000, unatoa 200. Hiyo si ukweli wa Mungu. Kama umepata 20,000, toa shilingi 1000 ngapi? Tolea Bwana. Na dhabihu ni kile kitu ambacho kinakugharimu. Yaani nabeba hii milioni 20 napeleka kwa madhabahu shua. Yaani napelekea tu basi tu hizi milioni 20. Basi shika hizi milioni 20 misa. Kitu ambacho kimekugharimu, yaani umetoa kwa uchungu. Unaona watu wakisema mambo ya dhabihu huku nje, mnasema ati huyu anapenda pesa, ati huyu anataka tu kujenga manufaa ya kwao. Hapana. Anasaidia maisha ya watu. Si utoe dhabihu yako hapa, ukuje uachilie hapa dhabihu yako hapa hivi uone kama maisha yako itabadilika. Uone kama utaenda ng'ambo na siku 2. Ukuje useme dhabihu hii Bwana naendelea. Siku ya leo kwa hii Solid Rock Church nataka nitoke hapa niende Amerika. Na si kazi ya kuajiriwa kwa nyumba, ila naenda kucontrol wazungu. Wanaachilia pesa zinakuja tu kwangu. Na tena Mungu akijua hizo pesa zitakuja kwako ujiinua atakunyima. Yeye useme aachilie pesa zikuje kwangu na mimi niende nipanue madhabahu ya Solid. Wako na speaker 2 lakini hii roho ikiingia ni kwangu. Mzungu akiguzwa madhabahu ya Solid yanakuwa na full system. Full system. Yakudiri. Hata mgeni crusade. Hata mvua ikinyesha. Ninyi mko na ile gari kubwa. Mmeweka mitambo zenu ndani, kila kitu kiko ndani, presentation timu wako ndani, lakini mwache pasta anje shehe. Sawa. Presentation timu ni mkae mahali pasa. Kama mawimbi upendo wa Yesu wanizunguka huku na kule, kama mawimbi upendo wa Yesu. Unajua unakuzungukia pale pazuri na kuzunguka na kugua. Lakini mwache pasta fanye nini? Ni gharama. Unaona kinyesewa? Atatoka hapo kama amebarikiwa kuliko wewe. Tusimame kwa miguu yetu. Natamani kuimba ila sijui kuimba.